Lengo letu kubwa lile ambalo wameshawaeleza, hilo ni sawa, lakini kuna jambo ambalo pia ningependa nikuambie mpendo. Kitu cha kwanza nataka nikuambie, Yesu anakupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanaweza kuwa wamekudanganya kwamba umechukiwa. Life inaweza kuwa imekuendea mulama mpaka unaona you are no wrong about in this world. Kuna watu ambao unaishi nao wamekufunja moyo mpaka unaona you don't have future. Chanda mlango wa kutokea na mahali pa kuchasa. Usitoka tabana Yesu mpaka inanyoka wako. Haleluya. Amen. Kama mlango ilifungwa juzi, mlango ilifungwa jana, nyingine ikafungwa leo, Yesu ameshatafuta kitu ambacho kinaitwa master key. Kesho milango yote itafunguliwa. Utaenda kwa njia iliyopana, maana Bwana ametengeneza barabara yako. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la pili ambalo ningependa nikwambie, Yesu anakupenda na yeye anakufaidi, lakini vitu vya dunia hii vinaweza kosa kukufaidi, na kama vitakufaidi kwa muda mfupi basi. Watu wamenunua magari yakawamaliza kwa barabara. Watu wamenunua mashamba makubwa wakakufa wakaacha barabara. Watu wamezaa watoto mpaka wakawapeleka Amerika, wakati mtoto amefika tu Amerika hivi yaso yoko ndio msaharu mutangani moyoliokwa. Kuna watu ambao wako na mashamba, wako na mali, lakini wamekufa wakaziacha. Kumaanisha dunia hii haiwezi kukutosha, na dunia hii haina sehemu yako igaime. Haleluya. Amen. Kuna mwanaume mmoja anaitwa Maputo Sese Seki. The guy was very rich. Alikuwa president wa Zaire kule Kongo. Mtu ambaye aliogopwa sana. Wanasema Maputo Sese Seki alikuwa tajiri wa kupendukia. Alikuwa na mabodyguard. Alikuwa na watu ambao wanamsafu. Mahali ambapo alikuwa analala ni Paris. Alikuwa anaishi nyumba ambayo inaitwa Paris. Ilikuwa na rooms peke yake za kulala 52. Angetembea kwa barabara, kulikuwa na magari makubwa meusi, Mercedes Benz zaidi ya 50 zinamsindikiza. Jamaa angefika mahali alikuwa anaogopwa, alikuwa anapita dunia inatetemeka, alikuwa angefika mahali watu wanatetemeka. Lakini Maputo Sese Seki akajigonga kifua, akasema mimi mkubwa, I am the president, I am the king, I am mimi. Kusema hata watu wa nchi yake wakatoa Ukristo, wakaingisha miungu fulani, wakatoa hata majina ya Kikristo pande hiyo. Lakini sikize, aliamuka asubuhi moja mambo yakabadilika. Maputo Sese Seki akakufa, na alipokufa alisikwa, lakini kusikwa kwake alisikwa kama umbwa. Maana watu waliohudhuria mazishi yake ni watu 7 peke yake, na alisikwa kama umbwa, mtu aliyekuwa tajiri, mtu ambaye alikuwa anaogopwa. Ndio maana nimeimba wimbo ambao unasema ndugu tigago kwaye muno muntu wo moliri, musacha tigago kwaye muno muntu wo moliri, engeria yekebe manyanga na makweli, engeria yekebe manyanga na makweli. Halo? Unaweza kuwa na vyote kama Maputo Sese Seki, but my brother, hiyo si tosha. Ukiwa na gari unahitaji Yesu, ukiwa na nyumba unahitaji Yesu, ukiwa na watoto unahitaji Yesu, ukiwa na job unahitaji Yesu, because when you have Jesus, now you are a completed person. Amen. Amen. Ukiwa na Yesu wewe ni mwanadamu umekamilika, kwa sababu Yesu anakamilisha mara ambapo mwanadamu hajafika, na mahali ambapo atakamilika katika maisha haya na maisha yajayo. Pigia Yesu makofi. Amen. Kitabu cha Zaburi 127 Biblia inasema Bwana asipoijenga nyumba, ajengaye afanya kazi bure, na Bwana asipolinda mji, alindaye afanya kazi bure. Wacha niwachane hiyo, ruka chini kidogo. Inasema Bwana huwapea walio wake usingizi mzuri, wanalala kama watoto, wanalala vizuri, wanaamka asubuhi, maana wamelindwa na mkono wa Bwana uko juu yao. Pigia Yesu makofi. Bwana, kuna watu hawalali dunia.
Asata mbali batali korara. Noneke Gusii kebuge ngasha yagotana baiki. Abasata mbali batali korara. Kuna watu wawalaki ndemo tanie moro make yagotana inabeke. Eyarona nabeke pina demo anyale na ragirita. Yani amenya tena uoba. Kuna watu kichwa ikimuma tu kidogo anasema corona. Corona. Alafu asikie kifua imepanda kidogo anasema bana. Pole maboli bwaro kwa alimoi. Echeza jebe kiborona. Mtu anaishi katika uoga, bado chimba. Halo. Kuna watu hapa hawana matumaini kila siku. Yani kitu kifanyika ana uoga. Hana matumaini, hana mbele. Wacha nikwambie leo kitu mpendwa. Ndikotebiga hata kama wewe ni mwanadamu uliye sawa unaniangalia saa hii, kama mtu hakikosa kitu ambacho kinaitwa tumaini, hata kama ameoga vizuri na amechipaka mafuta vizuri, nywele imefika hapa, ana suti anatembea. Sikiza, kama huyo mtu hana matumaini amekufa hata kama anatembea. Wewe ambao unaniangalia hapa, sikiza mpendwa, kama huna tumaini ndani, you are a dead person. You are in fact wewe ni maiti hata kama unatembea. Kwa sababu kile kinamfanya mwanadamu kusikia kuishi ni matumaini. Gani? Yesu yupo. Gani? Bwana ananipa uzima. Gani? Kuna mahali naenda. Gani? Kesho iko. Matumaini yanafanya mtu kuendelea. Lakini mtu ambaye amekosa matumaini, that's why kwa maruninga kila siku radio kule sijui kama runinga ya hapa kenye inaonyesha pia nyumbani inaonyeshanga. Inaonyesha yeah. Citizen zinasika hapa. Na KTN kabisa. Mwanya getingere. Getembe inashika. Getembe na. Munaona mpaka mama ameua watoto juzi. Hiyo mliona? Ati wamekosana na bwana yake. Anashika toto ananyonga. Halo? Juzi pastor rafiki yangu. Tunatembeaga na yeye hivi. Wamekosana na mke wake, stress. Kukosa tumaini tu hivi. Alishika mke wake. Maana mke wake alikuwa anamuweza kwa ngumi. Kwa hivyo akasema kama kanyalia hali. Akaga kaboti. Nera kandagatia. Sasa watu walikuwa moja. Hadi kuna mauti nyingine mpaka unasikia shetani. Una kinyongo unakufa unaenda kwa shetani. Bwana anakupata hapo shua mpaka anauliza wewe umetokea wapi? Na hapo arudi. Kwa sababu kujinyonga si mpango wa Mungu. Lakini because of depression, kwa sababu ya mambo mengi, unakosa tumaini, mtu anamalizia kujiua. Kuna watu wamekufa hata kama wananiangalia. Kuna watu wamekufa hata kama wanatembea. Kuna watu wamekufa hata kama amepaka nywele vizuri karigiti. Hata kama anatembea amevaa suti vizuri, maandika hakuweka direct. Sikiza mpendwa, what you need in this world ni matumaini makubwa. Number 1, una Yesu anakupenda. Number 2, una kesho, maana Yesu yuko wa kukutia nguvu ufike kesho. Number 3, una uzima, utaishi milele baada ya haya maisha. Pia Yesu makofi. Amen. Kitu kingine ambacho kinafanya uishi, ujue ya kwamba si wewe peke yako, kuna yule akuwezeshaye. Kama ni job kimeumana, Yesu atashughulika, mambo itakuwa sawa. Kama ni uchumi mbaya, Yesu atashughulika, uchumi itakuwa sawa kwako. Maana anasema wakati dunia italia, wakati watu watalia, kwako wewe utapata msaada. Amen. Hello. Kitabu cha Zaburi 91 mstari wake wa kwanza. Hiyo ndio tasoma peke yake nimalize mtumishi, kama umepata hiyo fasi soma tu. Kitabu cha Zaburi 91 mstari wa kwanza. Soma hiyo tu. Ya kwa nyoni. Nimalizie hii. Dwells in the sacred place of the Most High. Aketie mahali pasini pake aliye juu. Shall abide under the shadow of the Almighty. Atakaa katika ulinzi wake Mwenyezi. I will say to the Lord, na nitasema Bwana, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I trust. Yeye ni mwokozi wangu na kwake yeye ninaamini na kutulia. Naendelea. Kuna mstari hapo? Surely He shall deliver you from the snare of the fowler. Yani kweli atakuokoa kutoka kwa mtego wa muwindaji, and from the perilous
pestilence. Na pia atakutoa katika maafa na mabaya ya dunia. He shall cover you with his feathers. Hapo atakufunika kwa mabawa zake. And under his wings you shall take refuge. Na kwa mabawa zake utapata kibilio na ukombozi. His trust shall be your shelter and the platform. Anasema ukweli wake utakuwa ni ngao yako. And you shall not be afraid of the terror by night. Na utaogopa waharibuo wa usiku. Nor of the arrow that flies by day. Hata ile mishale inayorushwa hata mchana haitakufikia. Mstari wa mwisho. Salmo nasema kuna chini hapo mstari wa 11. Some 11. Niruke mpaka 11 anasema for he shall give his angels the charge over you. Maana ataagiza malaika kutoka juu to keep you in all your ways. Wakuje kwako kukulinda usije. Endelea. In their hands they shall bear you up. Usije ukachukua maana kwa mikono yao. Lest you dance your foot against a stone. Atakuchukua tosha. Anasema atakuagizia malaika wake wakulinde usije ukachukua. Anasema atakufunika kama vile kuku afunikavyo vifaranga vyake. Wakati mabaya yanakuja anafunika. Wakati baridi inakuja anafunika. Wakati kuna hatari anafunika. Wakati umetishwa na bwana yako hata wewe usipoliko ogorande wata banga Yesu okoje no musaje oyo buya arenge gijambo sani Yesu omu munase nati usata kana wasere wata banga kerejeke ondo kwa sababu banga sita. Amen. Ngore nasi bete ajili. Amen. Halo, wakati ambapo kimeumana unaona kifo anabadilisha. Maana ndiye anasema atakufunika kama vile kuku afunikao vifaranga vyake. Wachawi wakiruka usiku Yesu anakuta